الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إخوة الأفاضل، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من البدع والضلال اللهم آمين. إخوة الأفاضل، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال هو إن للمتقين مفازا. Awali ya yote ni shukurani kwa Allah tabaraka wa taala, kisha sala na salam kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu adda al-amana wa ballagha ar-risala wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. وقد قال ولقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Baada ya yote, Allah tabaraka wa taala amesema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam, enyi mlioamini Allah tabaraka wa taala mmelazimishwa kufunga nyinyi, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walipolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Imeshaisha aya mpaka kipande hichi hapa tumeshamaliza, lakini mwishoni akasema la'allakum tattaqun, ndani ya Idi na baada ya Idi, sasa ili muweze kuacha Mungu. Ulipo pale, lengo umelifikia, umefikia kiasi gani lengo la kuwa mcha Mungu? Wama taqwa, na mcha Mungu maana yake nini? Wanachuoni wengi wametafsiri, maswahaba wengi wametafsiri. Nachukua kauli ya Abdullah ibn Mas'ud, Allahu yarda, anasema kwamba at-taqwa, ucha Mungu maana yake ayyaraka Allahu haythu amaraka wa an la yaraka haythu nahaka. Ucha Mungu maana yake akuone Allah tabaraka wa taala alikotaka kuone wewe na sikuone ambapo hataki kukuona. Kwa kiasi gani unapatikana anapotaka Allah tabaraka wa taala? Kwa kiwango gani wewe mpaka sasa hivi umemaliza mwezi wa Ramadhani umefikia lengo la kutokuonekana sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala amekataza? Hilo ni lengo la ucha Mungu. Ama hutuba yetu, ujumbe wetu wa Idi siku ya leo, insha Allah tabaraka wa taala sanatakallamu hawla tasfiyati albilad, namna ya kusafisha miji yetu, namna ya kusafisha makazi yetu. Tunasafisha makazi yetu kupitia kitu gani? Miji imekuwa michafu sana. Uchafu tunaozungumzia sio ule ambao jiji linasafisha au halmashauri wanatoa magari kwa ajili ya kusafisha. Akhlaqul biladi, nyoyo, tabia za wanamji husika zimeharibika kwa kiwango kikubwa sana, na watu miji imeharibika, lakini wanaangalia mazingira, wanaangalia nyumba tunazoishi, misikiti tunaoswalia ni misafi kama tunavyoona, lakini sisi wenyewe ni wachafu wa kukumbukia. Tasfiyatul bilad, tunasafishaje miji yetu? Kauli ya Imam Qurtubi, Imam al-Mufassirin, maimamu wakubwa wa tafsiri, katika tafsiri yake akitafsiri moja ya aya katika surat Al-Imran akasema waqad qila, imesemwa enzi na enzi, watu wameishi na msemo huu, kullu baldatin, mji wowote ule, takun fiha arba,
albalaa, watu wa mji ule watakuwa wamekingwa na kila aina ya balaa linalowafikia. Ndugu zangu Waislamu, ni kwa kiwango gani tunapigwa na mabalaa? Sasa hivi tangu enzi muda mrefu hatuna mvua katika mji wetu, njaa, umaskini, mabalaa ya kila aina yanatukuta, maradhi yasiyotibika. Kwa sababu gani? Ahluha ma indahum arba khisal, watu wake hawana haya mambo manne nitakayoyataja hapa sasa hivi. Jambo la kwanza wakasema imamu adil, kiongozi mwadilifu. Kiongozi mwadilifu wapatikane katika sehemu husika ya mji husika unaotarajiwa, hao watu watakuwa hawana mabalaa hayo, hiyo ukame hautaonekana, maradhi ya mlipuko hayatapatikana, shida mbalimbali, wizi hautapatikana, kwa sababu kuna kiongozi amepatikana, kiongozi mwadilifu. Kama huwa adala, uadilifu wenyewe ni nini? Inawezekana tukawa tunazungumzia uadilifu, hata uadilifu wenyewe hatuoni, hatujui maana yake ni nini. Al-adala, uadilifu tunakusudia ni mtu ayyadha kulla shay'in mahalla, ni kila mtu kuweka kitu sehemu yake, kila kitu kipatikane katika sehemu yake. Huo ndio uadilifu. Hapo kama unazungumzia ni mwadilifu bwana, nina wake wawili, sawa, na wake wawili, mmoja bwana anapeleka kilo moja ya nyama, mwingine anapeleka kilo moja pia ya nyama, huo si uadilifu, huo ni usawa. Uislamu unazungumzia uadilifu na sio usawa. Mtu anaweza ukakaa ukafikiria bwana nina wake wawili, leo nataka niwapelekee chakula bora wanachokipenda wao. Mke wa kwanza anapenda biriani, lakini mke wa pili anapenda ugali na tembele, yeye ndo top ya chakula anachokipenda. Kwa hiyo sasa ukipeleka biriani huku na huku, hujafanya uadilifu, umefanya usawa. Unatakiwa upeleke tembele huku na ugali, peleka huku biriani. Huo ndio uadilifu tunaozungumzia. Je, kiongozi wewe na mji tunaozungumzia hapa, hatuzungumzii mji mzima wa Kondoa, hatuzungumzii nchi, ni eneo la watu. Kiongozi anazungumziwa. Madereva bodaboda, mna kiongozi wenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in, nyinyi wote mni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, na nyinyi wote mtaulizwa mmechunga vipi. Baba mwenye nyumba utaulizwa na Allah tabaraka wa taala, vipi watoto wako walikuwa na hali gani? Mwenyekiti wa kijiji utaulizwa na Allah tabaraka wa taala, imamu wa msikiti utaulizwa, wala gharib. Na kinachoshangaza ni kwamba watu kwa kutokuijua hii aya wanajitafutia matatizo wenyewe. Wangekuwa wanatambua masala magumu yanayopatikana katika uongozi, asingetoka mtu hadharani anasema naomba kura. Wangekuwa wanatambua, lau yaalamuna hadha, lau wangekuwa wanajua madhara yanayopatikana katika uongozi, hawa watu wasingesema hata kidogo. Wema waliotangulia walikuwa wanakimbia, kana yamfiruna. Harun al-Rashid, kama sijakosea, ni umara al-Abbasiya, katika viongozi wa dola al-Abbasiya, ameenda katika mji anatafuta mtu ambaye atamfanya awe kadhi. Akaambiwa na watu wa mji husika, tuna mwanachuoni mkubwa sana hapa ambaye yumkini yatawala al-qadha, inawezekana akatawalia hili swala la ukadhi, kuhukumia watu. Anaitwa yule mwanachuoni, anafika kwenye kasri la Amiri al-Mu'minina, anaanza kushangaa, anachukua kalamu anaangalia, na hadha anashangaa, anachukua anaangalia, anaenda kukaa kwenye kiti cha amiri, anashangaa, anafanya vitu vya ajabu ajabu. Hata amiri baka amiri akasema, laisa hadha al-alim illa majnun, huyu sio mwenye elimu isipokuwa ni mwenda wazimu. Wama limadha fala hadha, kwa nini amefanya hivi? Amefanya hivyo ili asichaguliwe kuwa kiongozi. Amefanya hivyo asiwe kiongozi. Lakini sasa hivi mara asaf, kwa masikitiko makubwa, watu wanatoka hadharani, bwana mimi naomba mpaka uimamu tunagombea, naomba nichagueni kuwa imamu. Karibu hadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abdurrahman bin Samra, ya Abdurrahman, ewe Abdurrahman, la tasalu al-imara, usije ukaomba uongozi hata kidogo. Fa innaha, kwa sababu uongozi, in utitaha bi mas'ala, ukiupewa bighairi mas'ala, ukiupewa pasina kuomba, wa intalaha, Allah tabaraka wa taala atakusaidia katika uongozi wako. Lakini wa in utitaha, ukiupewa ule uongozi bimasala, kwa kutaka wewe, Allah tabaraka wa taala anakuachia wewe uongozi unaweza. Na hakuna mtu ambaye anaweza kuongoza kinyume na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, al-imamu adilun, viongozi waadilifu, ili sehemu iwe safi,
iwe imetakasika, majanga yasiwakute, lazima muwe na kiongozi mwadilifu.